Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu. Na siku hii ya leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa kibali. Na ningependa tuweze kujifunza maneno ya uzima, habari ambazo Bwana anasema katikati ya kizazi hiki au wakati huu, hasa wewe ambaye unayasikia maneno haya. Na leo nataka tuangalie jinsi au namna watu wa Mungu walivyoiacha njia. Nataka nikasome katika maandiko matakatifu ambayo yatatufundisha au kutuelekeza jinsi ambavyo watu wa Mungu katika nyakati zilizotangulia au zilizopita, jinsi ambavyo waliacha njia ya Mungu. Tusome katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi: kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Hili ni fumbo au mithali ambayo mtumishi wa Mungu Yeremia aliinena katikati ya kizazi kile ambacho alikuwa anawahubiria. Kumaanisha kwamba hili ndiyo kosa ambalo Yeremia mtumishi wa Mungu alikuwa analihubiri katikati ya kizazi kile ambacho alijaliwa kuhubiri. Na kosa lenyewe kama jinsi anavyonena mahali hapa akisema ya kwamba watu hawa wamemtenda Bwana mambo mawili au wanayo makosa mawili. Kosa la kwanza nasema mahali hapa ya kwamba wamemwacha Bwana, kwa maana ya kwamba wameiacha chemichemi ya maji ya uzima kama jinsi tulivyotoka kusoma katika maandiko. Na kisha wakaenda kujichimbia mabirika, kwa maana ya kwamba hayo ni makosa mawili. Kosa la kwanza ni kuiacha chemichemi ya maji ya uzima, lakini kosa la pili ni kwenda kujifanyia mahali pao, kwa maana ya kwamba kwenda kujifanyia visima au mabirika kama lugha aliyoitumia hapa. Kwa sababu neno mabirika linamaanisha visima, lakini lugha ambayo ilikuwa inatumika katika Kiswahili cha zamani. Katika Kiswahili cha sasa tunafahamu kama visima. Kwa maana kwamba kama jinsi anavyosema ya kwamba watu hawa wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Hili ndio kosa. Na kwa sababu ni mithali, nataka tuielewe kwamba Bwana anaposema ya kwamba wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, kwa nini anajaribu kuongelea maji? Tunafahamu fika kwamba hatuna maji ya uzima kiasi cha kwamba maji ambayo mtu anaweza kunywa leo na akawa mzima. Kwa maana ya kwamba hatuna maji ya uzima kiasi kwamba mtu anaweza kayatafuta wakanywa katika maji hayo na akawa na uzima wa milele. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba alikuwa haongelei maji kama maji tunavyofahamu, lakini alikuwa anaongelea maneno ya Mungu. Kwa hiyo hapa maji yanawakilisha neno la Mungu. Lakini kuna maji ya aina mbili. Kuna maji ya uzima ambayo yanatoka kwa Bwana, lakini watu hawa au katika kizazi kile ambacho Yeremia alikuwa anakihubiria, wale watu waliyakataa haya maji au ile chemichemi inayotoa hayo maji ya uzima. Lakini kitu gani ambacho walienda kutafuta? Kwa sababu walihitaji maji ili wapate uzima. Na kwa maana hiyo walienda kujifanyia mahali pao. Na mahali pao hapa anatuambia ya kwamba walijichimbia visima. Visima ambavyo Bwana Mungu alivinena ya kwamba havitunzi maji. Na kwa maana hiyo walichimba visima hivi ili kwamba wapate kutunza maji. Na maji hayo waendelee kunywa kwa sababu wanahitaji maji, na pasipo maji wataangamia au watakufa. Na hapa Yeremia alikuwa anahubiria kanisa au alikuwa anahubiria wana wa Israeli, kanisa la kwanza ambalo lilikuwa linaongozwa kwa mfumo kama jinsi Torati inavyoelezea. Na kwa maana hiyo, kwa sababu ni neno la Mungu ambalo lipo katika hii Torati, watu hawa hawakwenda katika ile Torati. Na kwa sababu tunafahamu ya kwamba katika kumwendea Mungu tunaenda kwa jinsi ya ufunuo, na kila kitu ambacho Bwana Mungu amekiagiza ama kukiandika tunahitaji ufunuo kutoka kwake kuweza kuelewa, lakini pia kuenenda katika hilo neno. Na ndio maana manabii wote ambao walikuwa na watuma walikuja na ufunuo ambao ulikuwa unatoka kwake. Sasa hapa anatuambia ya kwamba wamemkataa yeye aliye chemichemi ya maji ya uzima. Walimkataa kwa namna gani? Kwa sababu manabii ambao Bwana Mungu alikuwa na watuma, ambao walikuwa na ufunuo tokao kwa Mungu, ufunuo ule ambao Mungu alikuwa amewaagiza watu hawa ili kwamba wapate kuendelea kufahamu makosa yao, lakini vile vile kuendelea kumfahamu na kumcha kwa hofu mbele zake, ufunuo ule waliukataa.
Na ndio maana unaweza kaona kila nabii alipokuja na kuhubiri walishia kumpiga, walishia kumuua. Kwa hiyo kama alikuja Isaya alikuwa na ufunuo kutoka kwa Mungu, hawakuutaka watu hawa. Alipokuja Yeremia hawakuutaka watu hawa. Lakini Yeremia alihubiri baada ya kuwa ametanguliwa na manabii wengine. Manabii kama wakina Elia, manabii kama wakina Elisha, manabii kama wakina Hosea. Na manabii wengine ambao walikuwepo wengi kama wakina Mika, Habakuki na wengine. Sasa kwa ujumla wake, katika manabii wote ambao naona katika maandiko matakatifu, hakuna hata mmoja ambaye alikuja na kukubaliwa au kupokelewa kwa mikono miwili. Wote walikataliwa, kuanzia mfalme mpaka na watu wote, hata katika hekalu, kwa maana ya wote katika Israeli hawakutaka kulipokea lile neno. Na hapa nazungumzia hasa kwa sababu walikuwa na hekalu na watu wote walikuwa chini ya Torati katika Israeli, na walikuwa wakimwendea Bwana katika nyumba yake iliyokuwepo Yerusalemu, kwa maana lile hekalu ambalo Sulemani alilijenga. Lakini cha ajabu ni kwamba ni wachache sana waliweza kuyasikia maneno haya ambayo Bwana alikuwa anayasema, kwamba si makuhani waliokuwa wanatumikia katika hekalu hili, si manabii ambao walikuwa wanajulikana na watu kuwa ni manabii, si watu wowote ambao waliweza kuisikia sauti hii, isipokuwa watu wachache sana, tena walio wanyonge, kuweza kuisikia sauti ambayo Bwana alileta katikati ya manabii hawa. Na kwa maana hiyo watu hawa waliikataa sauti ya Bwana, au waliikataa chemichemi, kwa maana neno hili ambalo lilikuwa likitoka kupitia nabii linakuja katika kizazi hiki. Bwana analihesabu au anatuambia kwa mithali hii ya kwamba ilikuwa kama chemichemi, au maneno ya Mungu alikuwa akivuja kutoka katika hawa watu na kuwaendea wana wa Israeli. Lakini maji haya hawakuyataka. Nini ambacho walikifanya wana wa Israeli? Walienda kutengeneza mahali pao pa kujipatia hayo maji, kwamba wakayatunze. Wao walichokuwa na kisubiria ni nabii yoyote aje kuhubiri. Hawahitaji kutubu wala kufata wala kutii kila ambacho Bwana anakinena katikati yao. Wanahitaji kuangalia baadhi tu ya mambo yanayoweza kuwafaidia wao, halafu wanayatoa na kwenda kuyaweka katika visima ambavyo wamejichimbia. Sasa hivi visima ni visima gani? Hivi visima ambavyo anasema ya kwamba ni mabilika, wamejichimbia mabilika. Hivi visima ni vyuo vya kitheolojia. Vyuo hivi walikuwa wanavifanya na kwenda kufundisha watu ambao wanataka kumtumikia Mungu. Na kwa maana hiyo, kila mtu anayetaka kumjua Bwana au kumtumikia Bwana alikuwa lazima akapitie katika vyuo hivyo, asomee, na baada ya hapo anapokuja sasa kuwa tayari amehitimu masomo yale na kupata cheti, kama leo hii tunavyofahamu jinsi watu wanavyohitimu na kupata cheti, ndipo anaweza kufaa kwa matumizi au kumtumikia Mungu katika nafasi ambayo yeye amehitimu. Na hicho ndicho ambacho Yeremia kanena ya kwamba watu hawa wametenda makosa mawili. Anasema ya kwamba wameniacha mimi ile chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabilika yavuje siweza kuweka maji. Na kwa maana hiyo kwamba hawalihitaji neno la Mungu. Na hakuna mtu leo hii, kama jinsi ambavyo Yeremia alivyokuta kizazi kile na kaanza kukihubiria, kwamba ni watu ambao wamemwacha Bwana pembeni, kisha wakaenda katika njia ambayo wamejifanyia wao wenyewe, kwa maana wakataka hilo neno tu ambalo wanajifunza kupitia wanadamu, mafundisho ambayo yanatokana na wanadamu kupitia vyuo vya kitheolojia. Na huko ndiko ambako wakaibuka au wakatengenezwa watumishi wengi ambao wamehitimu katika vyuo hivi. Bwana anasema hilo ndio kosa ambalo Israeli alilitenda. Hawakutaka ufunuo utokao kwa Bwana, na waliuweka pembeni na hata ulipokuwa unakuja, kwa sababu ufunuo huu ulikuwa unakuja kuwarekebisha katika njia zao na mienendo na fikra zao, au namna jinsi ambavyo wanalielewa neno la Mungu au wanaifasiri Torati. Fasili zao hazikuendana na neno la Mungu. Na ndio maana kwa nini ufunuo huu ulivyokuwa unakuja, kwa maana ya kwamba hekima itokayo kwa Mungu inapokuja kuelezea kwa habari ya kila ambacho wanakiona au mafundisho ambayo amekwisha kuyatoa, lakini watu hawa kuielewa, inaenda tofauti. Na kwa maana hiyo nia ya Mungu na nia ya watu hawa ikawa tofauti. Wakawa wametengeneza kanisa la kwao linaenda kulingana na mafundisho ambayo wao wamekwisha kuyaweka katika vyuo vya kitheolojia. Na nia ile ile ya kwao ambayo haiendani na ya Mungu ndiyo ambayo kwamba watu hawa walikuwa wanaenda nayo. Na kwa maana hiyo watu hawa Bwana Mungu akasema ya kwamba
wametenda maovu mawili, na hayo maovu mawili ndiyo ambayo hata katika kizazi hiki ndivyo yalivyo. Na kila ambacho Bwana amekwisha ukisema ya kwamba kanisa hili ni vuguvugu, kwa maana ya kizazi hiki, wa Kristo waliopo katika kizazi hiki ni vuguvugu, mpaka akasema ya kwamba kama usipotubu nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ndiyo kosa ambalo wamelitenda, na ndio linaenda kusababisha kwamba watu hawa wakatapikwe kutoka katika kinywa cha Bwana. Hilo ndiyo kosa ambalo hata wana wa Israeli hakuweza kutambua kwamba ni jambo gani wamelitenda. Na kama kuna makosa ambayo yametendeka hata katika kizazi hiki, basi ni hili ambalo leo hii kinachotukuzwa na kuheshimiwa kila mahali. Ni hili jambo ambalo ni vyuo vya kitheolojia. Watu ambao tayari wamejichimbia visima vyao na wamejifanyia mahali pao, ambako huko ndiko wanakoenda kutoa maji ili wapate kunywa, waendelee kuishi ili wasipate kiu na kuweza kuangamia. Sasa hayo wameyatenda, na hakuna dhehebu ambalo leo hii utaliona halina chuo cha kitheolojia. Hawahitaji ufunuo. Usome katika maandiko matakatifu kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Tasoma kwa haraka kuanzia mstari wa 14. Anasema ya kwamba, na kwa malaika kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenao yeye aliyeamini, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Najua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa asema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nayo hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi. Mstari wa 18 anasema ya kwamba, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Unaweza kaona jambo hili, watu hawa ambao tayari wanajiona ya kwamba ni matajiri. Wanajiona kwa nini kwamba ni matajiri? Ni kwa sababu wana vyuo vya kitheolojia. Ni watu ambao kwanza hawana hitaji la kuongezewa, kwa sababu ni matajiri. Kila mmoja amejitajirisha, ana chuo chake cha kitheolojia, mahali ambako anaenda kuchota maji ili apate kuwanywesha watu, mahali ambako akihitaji maji au kwamba watu akiwa na njaa atawachotea mahali huko, katika chuo chake cha kitheolojia. Ni jambo lile lile kwamba hawa watu kama jinsi walivyokuwa watu wa kizazi kile Yeremia alivyokuwa anawahubiria, hawahitaji ufunuo utokao kwa Bwana. Na ndio maana kwa nini Kristo anasema anavyowaona na kuwatazama watu hawa, anawaona kuwa ni wanyonge na maskini na vipofu na uchi, lakini wao hawajioni hivyo. Naye katika wakati huu wanavyoliona jambo hili na kulihubiri, kwa sababu ndiyo kizazi hiki, analihubiri kwamba watu hawa ni vipofu, ni uchi, ni maskini, ni watu ambao wana mashaka, si matajiri kama wanavyojiona. Maana ni kwamba ni injili inayohubiri kinyume na injili nyingine. Kuna injili inayosema ya kwamba sisi ni matajiri, hatuna haja ya kitu kingine, na watu hawa wanajiona kuwa ni hivyo. Kuna injili nyingine inakuja ambao ni ufunuo kutoka kwa Bwana, ambao siku zote watu huaga haupendi, watu huaga hautaki, kama jinsi ambavyo hawakutaka wakati wa Yeremia. Na ndivyo hata kipindi hiki inaonekana jambo kama hilo kizazi hiki kinaenda kulitenda au kinaliendelea kulitenda. Ndio maana unaweza kaona kwa nini inatofautiana mahali hapa. Kristo anasema ya kwamba, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyo safi, kwa maana ya kwamba tungeweza kusema kama jinsi lugha aliyoitumia Yeremia, kwamba nakupa shauri uje uchote maji kutoka katika chemichemi yangu, upate kunywa maji ya uzima, upate kuwa na uzima. Na hapa natumia lugha hii ya kwamba nakupa shauri uje kwangu ununue dhahabu iliyosafishwa mara 7, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona, kwa sababu wewe ni kipofu. Na kwa maana hiyo katika kizazi hiki tunaweza tukaona kwa nini Kristo anawaita kuwa ni vuguvugu, kwa sababu ni watu ambao bado wanamnena Kristo katika midomo yao, lakini kila ambacho wanaendelea kukitumikia ni mafundisho haya ambayo wamejifanyia wanadamu na kuweza kuyahifadhi katika vyuo vya kitheolojia. Na walimu wote ambao leo hii tunawajua wakisimama katika kila dhehebu na kila mahali, ni hao watu ambao wamepata kibali kutoka katika vyuo hivi vya kitheolojia. Lakini ndio jambo ambalo wamewapoteza watu, na ndio maana unaweza kaona leo hii kizazi chote kinachonena kwa habari ya Kristo hakineni sawasawa, wananena uongo, na maneno ambayo wanafuata maneno ambayo ni tofauti. Kwa lugha nyingine, ni Kristo mwingine amekwisha kupandwa tayari. Karibu wakati mwingine. Amen.